una ufahamu wa kufunguka, unaiblock. Unapojipa moyoni mwako hali ya kuweza, akili yako unaifungua. Sikia, kila mtu aliyeumbwa na Mungu ana akili. Hakuna mtu ambaye hana akili. Ikivipendi umewekeza time yako namna gani kuifungua fahamu zako. Kama muda wako mwingi umewekeza kutizama vitu ambavyo viko against kile ambacho tunakitaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umeshajitambua, jikubali. Jikubali. Usubiri mtu mpaka aje kushtume, aje mpaka kushtua wewe. Hapa sio sehemu yako. Jikubali na tembea. Pointi ya tatu. Jenga picha. Jenga picha au mtazamo mpya juu ya elimu yako, juu ya masomo yako. Jenga picha au mtazamo mpya juu ya elimu na masomo yako. Jenga picha au mtazamo mpya juu ya masomo na elimu yako kwa ujumla. Utaandika Mithali sura ya 23 mstari wa 7. Utaandika na Habakuki sura ya 2 na mstari wa 2. Kisha andika, utanitazama, tuendelee, au utafungua tuweze kusoma kwanza kwa pamoja, translate. Tuangalie Mithali sura ya 23 mstari wa 7. Na Mungu inasema hivi, Mithali 23:7, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo, akwambia haya, kula kunywa, lakini moyo wake hauwi pamoja nao. Habakuki sura ya 2 mstari wa 2. Niombe uandike Habakuki sura ya 1 mstari wa 2, alafu uandike na Habakuki ambayo umeandika sura ya 2 mstari wa 2. Tumtazame mwenzetu Habakuki ambaye alipitia nyakati ngumu na za mateso. Habakuki sura ya 1 mstari wa 2, anza kusoma hapo, na tutasoma pia na Habakuki sura ya 2 na mstari wa 2. Kama unielewi, tumenyosha kidole ili rudie. Habakuki sura ya 1 na mstari wa 2. Na Mungu anasema hivi, Bwana, nilie hata lini wewe usitake kusikia, na kulilia kwa sababu ya udhalimu, ila hutaki kuokoa? Mbona, mstari wa 3, mbona wanionyesha uovu na kunitazamisha ukaidi? Maana uharibifu na udhalimu u mbele yangu, kuna ugomvi na mashindano yatokea. Habakuki sura ya 2 mstari wa 2. Bwana akanijibu akasema, iandike Jones, ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Jenga picha na mtazamo mpya juu ya masomo na elimu yako kwa ujumla. Juu ya masomo na elimu yako kwa ujumla, jenga picha. Anasema Mithali 23:7, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Sikiliza, Mungu ni roho. Yohana 4:24, Mungu ni roho, na makutuima Mungu katika roho na mwili. Mungu anapojibu maombi yako, Mungu anapotaka kusaidia wewe kwa majira na nyakati zote, anachokitazama ni moyo wako, sio mwili wako. Ndio maana ukifanya dhambi, chochote unachokifanya kwenye reaction ya kimwili kinaanzia roho. Kwa hiyo Mungu anapokusaidia anatazama moyo wako ukoje. Anasema aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Unaona nini juu ya elimu yako?
Unaona nini juu ya masomo yako? Ukishaona picha yako ulionayo ndani yako ni mbovu, ujue matokeo yako ya hicho unachokifanya ni mabovu. Usije kuruhusu kufanya moyo wako kitu bila kuwa na fikra ya picha na mtazamo ulio chanya katika moyo wako na katika akili yako. Tafadhali kilimsumbua sana Habakuki, ile sura ya kwanza mstari wa 2, anamwamikia Bwana, anamwambia nilie hata lini usitaki kunisikia. Yawezekana unafeli kwenye masomo yako, yawezekana unapata ngumu kusoma kwako, unamlilia sana Bwana. Habakuki akalia sana, akasema Bwana nilie hata lini usitaki kunisikia wala kuniokoa? Mbona wanitazamisha udhalimu? Kila wakati moyoni mwake anaona ni mabaya tu, akifanya kila jambo haliendi, linafeli tu. Iwezekana unasoma sana lakini kwenye mitihani unafeli, na ulimwengu unapitia nyakati ngumu kama Habakuki, lakini Bwana akamjibu Habakuki akamwambia, write down your vision, iandike ndoto, uiweke wazi sana. Sikiliza, kilichofanya Habakuki ahangaike hakuwa na picha na mtazamo juu ya anachokiomba. Kinachofanya watu wengi wahangaike katika maisha yao na katika maono yao, hawana picha sahihi ya maono. Nimekuambia maono is a bit of seeing future, ni ule uwezo wa mtu kuona kitu cha mbele. So kama hauoni utakuwa wapi mbele? Nani aone? Nani aone? Unabii wa maisha yako hauanzi na mimi wako, unaanza na wewe. Anasema aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Huko Habakuki alikuwa hajaandika maono, alikuwa hana picha ya maono. Mungu akashindwa kumjibu, akichungulia moyo wake, hauna picha yanachokitaka kesho, na kwa sababu haoni picha, Mungu hawezi kumsaidia. Una picha gani juu ya kesho yako? Nikikuuliza miaka 5 mbele utakuwa wapi? Unaweza kuniambia? Mimi naiona hapa, nina picha miaka 5, picha miaka 10, na picha yote ya maisha. Sijaoa, sina mke, lakini picha ya mke, picha ya watoto ninayo. Ukishakuwa na picha haikusumbui kitu. Ukishaona kijana anahangaika na mabinti au binti anahangaika kwa vijana, huyo hana picha ya kitu. Mtu mwenye picha hawezi kumta anahangaika na kila mtu. So kitu kitokea anasema hii sio sehemu yangu, anaondoka. Ni sawasawa na mtu akuingizie wazo la kitu ambacho kikuhusu, kitakupotezea muda, unaondoka. Mtu akuingizia mambo ya kubeti, wewe unawaza mtihani, utakaa hapo. Anakuingizia hapo, nataka nipate buku 2 ni beti, nipate ile ya kula machuoni. Alafu unawaza kesho una mtihani. Unaishi kumsikiza mtu ukamuunga kwenye hoja yake. Ndio kama hivyo. Unapokuwa na picha ya kitu, una focus. Unakuwa na msimamo. Sio ndio ile naona mtu siwezi kuhangaika kwa sababu picha ninayo. Natembea na picha kwamba miaka 5 kwenye utumishi wangu takuwa level fulani. Miaka 3 katika maisha yangu takuwa level fulani. Una picha gani juu ya kile unachokifanya? Miaka 3 ijayo umeshamaliza mahali hapa. Kuna watu wanabeba mitazamo hasi. Wao wanawaza tu wakishamaliza hapa hawaoni kazi mbele. Kuna mtu amebeba mtazamo wa ajira hasipo. So amekubebesha na mtazamo wa ajira hasipo. Ule mtu sabuka naye, badili picha ndani yako. Yeye anasema ajira hazipo, wewe unapomaliza unajua mimi kazi ninayo. Ndio wale wenye mtazamo na picha ya kesho yao iliyo nzuri, kabla watamaliza college wameshapata na kazi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unavyo nafsini mwako ndivyo ulivyo.
Ukishaona mtu analia hana kazi mtaani, mtazamo wake aliweka ndani yako yake ya kwamba hakuna ajira. Mungu anapomsaidia mtu anaangalia ndani yake ameweka nini, aunaze nafsini mwake. Ndivyo alivyo, anaona ajira hazipo, atapataje? Anaona hakuna kupata ufaulu wa namna fulani, ataupataje? So unapaswa kuanza zaidi. Hauko hapa kwa ajili ya kupoteza muda. Mimi wanaumia sana napokaa college pale, nipo college kwa miaka 3, nachukua theolojia miaka 3, lakini napoangalia nimeacha mangapi, ni mingi. So unapoona mtu anahangaika na mambo ya kijinga badala ya kufocus kwenye malengo, naumia sana. Ndani yangu natamani kuwa international preachers. So yawezekana muda huo miaka 3 ambao ninachukua kwa theolojia, ningekuwa napiga injili mikoa mingine. Na miliko mingine nakuja mbalimbali na stop, naambia hapana, na niko darasani sitaweza, niko darasani sitaweza kusafiri, nafiri darasani, nafiri vipindi. So nakuwa naumia napoona mtu yupo mahali anashinda tu akili kama ajielewe. Sikiliza, unapokuwa na picha, manake si kila mtu utatembea naye. Kuna watu watakuja waambatane na wewe kwa sababu ya picha walionayo hainene ya kwako, utawateka. So ndio umekaa na mtu muda mwingi anawaza kuangalia mpira. Lakini kuangalia mpira, watu wanaolipwa, sisemi ni vibaya, watu wanaolipwa wanacheza, wanalipwa. Wewe haulipwi, unapoteza muda wako badala ya kutazama nini cha kufanya uendelee mbele, unatazama mpira. Sisemi ni vibaya, lakini fikiri matokeo ya kile unachotazama yakoje. Ukisema matokeo ni mabaya, achana nacho. Ndicho kilinifanya sinaga rafiki constant, kwa sababu ya fikra za watu nazokuwa naziona. Mtu anakuja, mnazungumza, mnatembea naye kwenye huduma, lakini ukimwangalia unaona hapana, atanitoa kwenye level na nitaka mimi. Bwana Yesu asifiwe. Umeweka picha ya namna gani moyoni? Kuna mtu anaingia kuomba, anasema Mungu, mimi ni mdudu tu, sifai mbele zako. Ni mdudu. Mungu amekumba kwa mfano wake. Unaviona hivyo hivyo, Mungu atakuwa ni mdudu hivyo hivyo, atakuwa ni mjinga. Eti mimi ni mdudu tu, Mungu sistahili mbele zako. Lakini sina nini, mimi ni mdudu. Mungu amesema tumfanye mtu kwa mfano wake, unasema wewe ni mdudu. Eti mimi si kitu, wewe si kitu. Au unavyo nafsi yako ndivyo. Unakwenda kwa Mungu, unaenda kudai haki zako, unasema Bwana, nimekuja mbele zako, umeahidi utanifanya kuwa kichwa na si mkia. So nimekuja kudai haki yangu. Na ng'ang'ana. Yakobo akasema malaika siwezi kukuachia, na ng'ang'ana mpaka uweze kunibariki. Akasema hautaitwa Yakobo, utakuwa Israeli. Fikiri asingeng'ang'ana. Eti anajishusha. Eti mimi ni mtu tu. Kuna watu wanaombaga maombi mpaka unawashangaa. Una prayer. Yaani maombi, sikiliza. Sisi wanatheolojia tunasema maombi ni conversation ambayo inafanyika kati ya Mungu na mwanadamu. Yaani ni mnahojiana, mnazungumza, mazungumzo endelevu. Mungu anasema na wewe unasema. Sasa unapoenda kwa Mungu ukasema wewe ni mdudu, wewe hustahili, nani anayestahili? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Picha yako, matokeo yako. Tuseme kwa pamoja kwa sauti, picha yako, matokeo yako. Una picha gani? Ukiwa na picha mbaya, matokeo mabaya. Ukiwa na picha nzuri, matokeo mazuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Habakuki akapitia nyakati nyingi, akawa analia na kufadhaika, lakini Mungu alipomtokea, unaona pale alimjibu maombi yake. Alimjibu haja moyo wake. Mungu alipotokea alimpa maelekezo. Anasema Bwana kanijibu, iandike jonzi, ichapachelewa ingoje. Hakumpa uhitaji wake, alimpa maelekezo. Umepungukiwa kitu hapa, iandike. Sikiliza, kwenye kuiandika njozi inakufanya wewe usitoke nje. Unajua nimemaliza hili, naenda hili. Unakufanya mambo pasipokuwa na good arrangement.
unafanya vibaya. Unapokuwa umeandika, ukimaliza kitu unatia tiki, unaanza kubezi na kingine. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja, tuko pamoja. Badili picha yako, badili picha, badili picha yako. Namba 4, weka malengo yako. Nimesema kama una daftari, napenda watu wanaoandika. Mimi nimekwambia ni mwalimu wa neno la Mungu, kwa unapaswa uandike kila ambacho nakizungumza ni kwa ajili yako. Muda si kidogo utakihitaji. Ukikihitaji kama sitakuwepo, unahitaji kurejea kwenye daftari lako notes hizo. Hapa alisemaje mwalimu? Alifundishaje hapa? Nafanyeje hapa? Nimekwama.